Mzigo unaanza, yule dalali amegoma kabisa kuuza nyumba ya yatima. Shangazi akakasirika vibaya mno. Ila upande mwingine huku Nei amekaa nje na kitabu anajisomea. Ile nini anacheki mapicha na kushangaa baadhi ya maandishi. Maana sio kwamba kusoma kabisa, ndio hivyo tu toka wazazi wake wamefariki, amekuwa tena apelekwe shule. Nei akawa anacheki huko anafurahi kabisa, maana ni siku nyingi hajaona mambo ya shule. Unajua tena lakini wakati anaendelea kusoma, ghafla akatokea Amanda. Akamwambia kwa nini umechukua kitabu changu bila idhini yangu? Nimechukua tu ili nisome mara moja, nitarudi. Nakwambia umechukua kitabu changu bila idhini yangu. Na sioni baadhi ya vitu kwenye begi langu, umeniibia. Nikamwambia hapana Amanda. Mbona nitarudisha tu? Umeniibia. Sioni biskuti zangu na sioni baadhi ya change kwenye begi langu. Mimi nimeiba. Kidogo pale Amanda akamshika Nei, anaanza kumpiga kidogo. Unajua tena? Nikamwambia akamshika tena, ile anapigana Nei, akamzidi nguvu Amanda. Shangazi akatokea mbio, akaanza kumweka makofi Nei, akaanza kumpiga makofi. Kwa nini unampiga mwanangu? Ananiambia ni mimi mwizi. Umechukua kitabu chake bila kumuomba na umemuibia vitu kwenye begi lake. Hapana shangazi, nimechukua tu kitabu. Nimechukua tu kitabu. Nitakuvuruga. Rudisha mali za mwanangu. Amanda, mrudishie kwanza kisasi, maana naona mdauli alikupiga. Na hii kaangushwa chini pale, Amanda akaanza kumkanyaga kama ngoma. Akamkanyaga vizuri mpaka na hii akaiva. Yani ni mama na mwanae wanambuli sana huyu binti. Amanda akachukua kitabu, mama akamwambia mwanangu nenda ndani. Na hii akaanza kulia kwa huzuni sana. Kaona haya mambo mpaka lini? Basi kesho wakati shangazi yupo ukumbini kule anakunywa soda na chamba koo, na hii akaona ngoja nimfuate aunti. Akamwambia aunti, mbona naona siku hizi kama umezidi kunichukia sana? Tena toka wazazi wangu wamefariki, au unipendi hata kidogo? Kwa nini lakini? Kwa nini wakati ndio umeachiwa unilee? Akamwambia haujui na kuchukia kwa sababu umekuja kwangu. Shangazi, lakini bosi una ndugu na babangu. Akamwambia hata kama, lakini ashakufa, ashafariki. Shangazi, usiseme hivyo. Usiseme hivyo shangazi. Babako kashafariki na ukitaka nikupende, fanya hivi, ondoka kwangu. Ondoka hapa nyumbani. Na yeye akazidi kuumia. Akamwambia shangazi, sasa nikiondoka hapa nitaenda kuishi wapi? Wakati mimi nakujua wewe kwamba ndo ndugu yangu pekee kunilea, uliyebakia. Yaani na maana kufa kwa mamangu na baba ndo nateswa hivi. Akamwambia nakwambiaje? Kama wamefariki, wafuate huko walipo. Kwanza toka hapa. Toka usilete uchafu. Ile Nei anaondoka hata sijapita dakika 2, shangazi akamuita tena. Wewe mjinga, njoo. Njoo hapa. Njoo kwanza. Mgongo wangu unawasha, njoo. Njoo nifanyie masaji. Nifanyie masaji nakwambia. Ole wako uniumize. Sasa jichanganye unifinye tu. Mtoto mchenzi sana wewe. Na yeye akawa anafanya masaji huku, shangazi anashushia kitu cha soda.